Katika kufikia hatua yoyote, nchi huandaa mipango au malengo kwa ajili ya kufikia hatua hiyo, na hatua ambayo Tanzania inatamani kufikia kwa ajili ya miaka 25 ijayo, that's 2050, ni kama tulivyojadili hapo nyuma, kuwa nchi ambayo imeendelea, ina maendeleo, ambayo ina usawa, lakini pia nchi imara ambayo inakidhi mahitaji ya watu wake na face au address, that's ni kutafuta solutions, majibu ya issue mbalimbali ambazo zina face dunia. Na hapo nyuma tulijadili issue mbalimbali ambazo tutakabiliana nazo katika kufikia mwaka 2050, ikijumlisha issue nzima ya ukuaji wa ongezeko la watu ambao tuna expect kwa watu milioni 140, that's double the number ambao tupo saizi, na tutakuwa face na issue ambazo zinahusiana na chakula kwa ujumla, makazi, ajira na fursa za kazi. Kuna issue ya elimu, issue za huduma za afya, na katika kufikia kufacilitate au kufanya solution kwa ajili ya ongezeko hili la watu, nchi inajaribu kuleverage issues zima za vijana, ongezeko la population ya vijana, lakini pia natural resources nazo, lakini pia kutafuta strategic position ili kuweza kufika na kutafuta solution kwa ajili ya matatizo ambayo tutakuwa nayo. Lakini pia tukumbuke kwamba Tanzania wakati ina face issue hizi, dunia pia ina face issue mbadala in a wider scale, au zingine ambazo ni more of global issues. Unaongelea issues za climate change, unaongelea issues za technology change, ya geopolitical tension, issues za amani au conflicts kati ya nchi na nchi, au tunaongelea issues za mabadiliko ya teknolojia hapa, unaongelea issues za usawa ambazo zinaiface dunia kwa ujumla zaidi, na si nchi moja tu. Katika kufikia mkakati huu wa 2050, Tanzania imejaribu kuja na strategy kupitia mkakati wake imeandika kwamba itakuja na strategy investment ambayo kwenye sekta 5 kama sijakosea. Kuna issue nzima ya kilimo, issue ya mining, that's madini na uchimbaji wa madini kwa ujumla, utalii, manufacturing, lakini pia kuna issue ya technology, viwanda na teknolojia kwa ujumla. Hii yote ikiwa ni kufikia lengo ambalo kubwa nchi iweze kufika pale ambapo tunatamani tufike. Kama nchi tunatarajia kwamba itakuwa ni nchi ambayo hii ni kutokana na draft ambayo ilikuwa imeandaliwa, kwamba kama nchi tunatamani tufike sehemu ambayo nchi imeendelea, nchi ni ya haki, that's just, lakini nchi ni inclusive, kila mtu ana nafasi, lakini pia ni self reliant, ni nchi inayojitegemea. Na kuna principle mbalimbali ambazo ziko highlighted kipindi hicho cha miaka 25 ijayo ambazo zitatuguide kufikia hapo. Kuna issue ya umoja, issue ya dignity ambayo ina include heshima, ina include values, ina include care. Unaongelea kwamba kila mtu atakuwa na highest protection, ulinzi wa hali ya juu sana wa privacy. Issue ya 3 ni issue ya haki na uhuru. Hapo ni rights and freedoms, kwamba kila mtu ataweza kuenjoy haki na uhuru aliopewa kutokana na katiba ya nchi. Issue ya 4 ni issue ya demokrasia, ambayo tunaongelea issue nzima ya uongozi kutokana na katiba, lakini pia uhuru wa kimahakama. Unaongelea issue nzima za multi-party system, political pluralism, kwamba nchi itaendelea kusimama katika misingi ya multi-party na si chama kimoja, ambayo imekuwa toka tulipoanzisha system ya multi-party miaka 1970. Lakini issue nyingine, kutakuwa na issue ya haki za binadamu, rule of law, inclusion katika issue nzima ya kufanya maamuzi na ushiriki wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Alafu kwenye issue ya 5 inaongelea issue ya effective natural resource kwa ujumla, kwamba watajaribu tutajaribu kutakuwa na
uangalizi na matumizi mazuri kwa ujumla ya malighafi ambazo nchi inazo, natural resources. Unaongelea madini za natural resources, unaongelea ardhi, unaongelea misitu, unaongelea wanyamapori, unaongelea watu. Ni effective and efficient management of natural wealth and resources. Na pointi ya mwisho au principle ya mwisho itakayotuguide ambayo ni ya 6 itakuwa ni promotion of culture and national ethos, ambayo hapo waliongelea zaidi kuwepo kuna issue nzima ambayo ina cover cultural heritage na national ethos, ambazo naamini katika final draft au toleo litakalotoka official atakuwa ameelezea zaidi, na umoja kwa ujumla kwa ajili ya kizazi cha sasa na kile kijacho. Na katika kufikia na kupitia principle hizo, malengo ni kama yafuatayo. Kuna malengo 6 yaliainishwa katika draft ya Tanzania Development Vision 2050. Kuna issue ya Tanzania kufikia kwanza upper middle income country. Kuna issue ya lengo lingine ni ku accelerate, kuharakisha eradication, ni kuondoa umaskini kabisa katika hali zozote, ikifocus kwa wanaume, vijana, lakini pia na watu wenye ulemavu. Ni population kubwa sana ambayo iko more affected with poverty. Lakini goal la 3 lilikuwa ni quality of life, ubora wa maisha kwa ajili ya kila mtu. Katika hiyo walifocus kwenye kuongeza social services, lakini pia security ya watu na social cohesion. Issue ya 4 au lengo la 4 lilikuwa ni nchi ambayo itaweza ku maximize its human capabilities. Ni nchi ambayo itaweza kuongeza ubora au uwezo wa watu wake, ambayo katika hii walifocus kwenye kuwatumia watu, especially population ya wanawake na vijana kama sehemu ya wananchi katika kufikia pale ambapo tunatamani tufike. Ni ile kama tuna vijana wengi, tuna wanawake wengi, lakini wamekuwa sehemu kubwa sana au impactful ya kusaidia katika kuleta maendeleo nchini, especially kutokana na culture au tradition zetu ambazo nyingi zimekuwa zina changamoto. So tunatamani tufike sehemu ambayo tutaweza kuharness, kuwatumia watu, kutumia nguvu kazi hii kwa ajili ya kufika pale ambapo tunatamani tufike. Issue nyingine itakuwa ni kuhakikisha kwamba katika kuwatumia watu hawa wanafikia kiwango cha creativity yao kwamba inakuwa iko shared, lakini pia ni watu wanaojifikirisha, ni wananchi ambao wako wana ujasiri. Issue ya 5 au lengo la 5 lilikuwa ni kuongeza accountability. Kwanza iwe inclusive, lakini pia iwe transparent, iwe wazi, lakini pia iwe accountable. Iwe ni system ambayo inaruhusu hivi vyote, inajumuisha, lakini pia ina uwazi na iko accountable, inawajibika. Ni system ambayo inahakikisha kwamba inasimamia misingi na kuhakikisha kwamba amani inaendelea kusimama, lakini pia ina guarantee, inahakikisha pia kwamba kuna uhuru na ulinzi kwa ajili ya wananchi wake wote. Na lengo la mwisho la 6 lilikuwa ni tunarudi pale kwenye natural resources management, kwamba kutakuwa kuna sustainable use, sustainable management of this natural ecosystems and resources kwa ajili ya kukabiliana na issue nzima za
kukabiliana lakini na kujijenga pia ili kuface issues zinazotokana na climate change. Hiyo ni mabadiliko ya hali ya hewa. Namna gani tutatumia malighafi zetu ili kwa usahihi, lakini pia kwa uendelevu, ili wakati tunakabiliana pia na mabadiliko ya hali ya nchi. Kuna kukamilisha au kufikia malengo hayo 6, kuna targets mbalimbali, key specific areas ambazo ziko covered, ziko kama 20 hivi, zipo 20 ambazo ni specific zaidi kwamba nini kitafanyika au nini kitakuwa, kuamua kwamba je, tumekamilisha malengo ambayo tunatamani kuyafikia au la. Lakini issue kubwa, maeneo ambayo yako covered ni eneo zima la uongozi ambayo ni governance, issue zima ya amani, kuhakikisha amani, lakini pia ulinzi na stability. Unatamani ufike sehemu kwamba una watu ambao wana uwezo kufikiri, unatamani ufike sehemu ambayo nchi imeendelea. Hayo yote lazima awe defined kwamba imeendelea kwa namba zipi. Kisha ongelea maendeleo, unaongelea numbers, unaongelea KPIs. Hapo lazima vitu viwe measurable. Unaongelea kwa namna gani uta manage resources, lakini pia uta manage population ya watu milioni 140. Sasa hivi tuko milioni 70 na tutafikia milioni 140 by 2050. Watu milioni 140. Na ukitazama picha hii, si picha mipango kama mipango mingine, it's a vision, ni picha. Kutoka mwaka huu mpaka 2050 a lot can happen. Mengi yanaweza kutokea hapo katikati, mazuri na mengine ambayo sio mazuri. Ni nature ya maisha, ni mabadiliko ya dunia na ndo system. I think tunaweza tukasema only change remains. Mtu mmoja alisema hivyo. So to expect mabadiliko wakati wowote. Sasa mabadiliko gani yatatokea na nini kitatokea hatujui. Na hakuna aliyejua kutoka kuna pandemic mwaka 2019, 2020, lakini wote tulisimama, dunia yote ilisimama, na kwa namna moja au nyingine ni vyema katika kuhakikisha kwamba tunajaribu na tunatamani kuimplement hivi vitu, na tunajizatiti kwamba tunatamani kuimplement vitu, kufactorize au kuconsider hizo issue zote. So katika uspecifiki wake wameandaa hapa kama target 20. Tunaweza tukasema target ni kama target yes, malengo 20 zaidi. Ni yale 6 wamenyambua. Sasa specifically tumepata 20 kwamba nini vitadetermine tumefika katika rate ambayo tumediscuss hapo awali. Lakini maeneo kama nilivyokuwa nimeainisha ni serikali, issue za amani, issue za ulinzi, lakini issue za stability. Tunatamani nchi ibakiwe na hali hii ya hewa, kwa maana kwamba politically zaidi, kwamba kuwe kuna amani, kuwe kuna utulivu, lakini economically tuwe tunakwenda somewhere, socially tuwe tunakuwa boosted somewhere, kwamba tunaongezeka, lakini na life quality inaongezeka. So kuna mengi, lakini kabla sijarudi kwenye targets ambazo zimeainishwa, kuna pillars ambazo wamejaribu kuzielezea kwamba wanatamani iwe ni nchi ambayo ina uchumi ambao ni uchumi imara, uchumi ambao uko inclusive, kila mtu ni sehemu, lakini pia uchumi ambao ni competitive, kwamba ni uchumi ambao tuseme competitive hivyo. Kwamba tukikuchukua Tanzania tukiunganisha na Kenya, tunatamani tufike sehemu tuseme uchumi wa Tanzania ni uchumi ambao unazidi kuimarika na kuendelea ukicompare na ule wa nchi fulani. Lakini si hiyo tu, tunatamani tufike sehemu ambayo tukiweka kwenye ukidraw world map, ukileta nchi ya Tanzania unaweza ukapambanisha uchumi wetu na nchi yote ambayo imeendelea. So tunatamani tufike hapo. Lakini pila ya pili ya msingi wa pili pila ni kama pila ni kama stand
ni kama una meza ina miguu minne, so wamejaribu hapa kuweka pila 3 ambazo zitatushikilia mhimili. Naona hilo ni neno sahihi zaidi. Mhimili wa pili utakuwa ni human capability. Tunatamani tufike pale. Tuna watu milioni 70 sasa, tuta double mpaka kufikia mwaka huo. Tunatamani tuna watu ambao wana uwezo kutusaidia kufika pale ambapo tunatamani tufike. Lakini si kutamani tu, kuhakikisha kwamba tunakuwa na watu along the way ili kuweza kufikisha hilo lengo, lakini pia tuna maendeleo ya kijamii. Na mhimili wa 3 itakuwa ni issue za mazingira na hali uimara katika mabadiliko ya hali ya nchi. Hiyo ni environmental integrity na climate change resilience. Naona niishie hapo kwa sasa. Malengo ambayo yamepangwa ambayo ni 20 yana mambo mengi sana ambayo yapo, ni marahisi sana kuelewa, lakini ni lazima tujiulize maswali, lakini pia nahitaji kutafakari. So nitatamani niishi hapo kwa leo, na hadi wakati mwingine ambapo tutaendelea na malengo ya mwaka 2000 na targets, key targets, not malengo pase, ni key targets ambazo zimepangwa kwa ajili ya 2050. Hapo wakati mwingine. Uwe na siku njema.